wakwizi na wakulima hapo walipokutana. Historia ya mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka 1964 haiwezi kukamilika bila ya kumtaja Sheikh Abeid Amani Karume, ingawa anakumbukwa zaidi kwa kuwakomboa wanyonge kutoka katika mfumo wa kitabaka. Kifo chake kiliacha huzuni kubwa kwa taifa la Tanzania na Afrika kwa ujumla, kwani alisimamisha nguzo imara katika serikali yake. Moja ya nguzo kuu ya uongozi wake ilikuwa ni vita dhidi ya rushwa na ubadhirifu wa mali ya umma. Mzee Karume aliamini kuwa rushwa inastawi pale panapokuwa na matabaka makubwa kati ya walionacho na wasionacho. Zamani akiwa mtu na wadhifa anaona mimi ndio bora kuliko wenzangu, lakini wakati tulionao lazima tuwasane sisi wenyewe. Kila mwenye wadhifa ajue kwamba yeye ni mtumishi wa serikali, zilizosalia wadhifa ni kazi tu. Hivyo basi aliukata mzizi wa rushwa kwa kutekeleza sera zifuatazo. Mzee Karume aligawa ardhi kwa wananchi maskini, yaani ekari 3 ili kuondoa mfumo wa kinyonyaji ambapo maskini walilazimika kutoa hongo au kodi kubwa kwa mabwana shamba. Pia aliweka elimu na matibabu bure. Aliondoa mazingira ambayo mwananchi angeweza kulazimika kutoa rushwa ili kupata huduma za msingi. Mzee Karume alijulikana kwa msimamo wake mkali kuhusu matumizi ya fedha za serikali. Aliamini kuwa kila senti ya nchi lazima irudi kwa mwananchi. Alianzisha mfumo wa usimamizi ambapo viongozi wa serikali walipaswa kuwa na kielelezo cha uadilifu. Kiongozi yoyote aliyeonekana kujilimbikizia mali kinyume na kipato chake alichukuliwa hatua kali za kinidhamu na kimaadili. Chini ya uongozi wake, miradi mikubwa kama ujenzi wa nyumba za maendeleo Michenzani, Gamba, Makunduchi, Mkoani, Wete na Micheweni ilitekelezwa kwa kutumia rasilimali za ndani, hali iliyopunguza kuongeza cha juu kutoka kwa wafadhili au makampuni ya nje. Mzee Karume alikuwa na mtazamo wa kimaadili na kidini kuhusu mali ya umma. Katika mikutano ya hadhara, alikumbusha na kuhimiza fedha zinazotokana na karafuu au kodi ya mwananchi ni amana. Kiongozi anayetumia vibaya fedha hizo si mwizi tu wa kisheria, bali ni mtu aliyepoteza ubinadamu wake. Alihimiza viongozi kutoa ripoti za kile walichokifanya. Hii ndiyo sababu ya miradi mingi kama ujenzi wa nyumba za maendeleo ilikuwa inakaguliwa na yeye mwenyewe mara kwa mara bila taarifa. Mzee Karume alipambana na rushwa na uhujumu uchumi. Katika kipindi chake chote alipambana vikali na magendo na biashara za siri ambazo mara nyingi huambatana na rushwa. Kwa maafisa wa mipakani, alisema kwamba sisi hatukuja kutafuta utajiri, tumekuja kuwatumikia watu. Usemi huu ulikuwa mwongozo kwa watendaji wake. Alisisitiza kuwa biashara zote za nchi kama karafuu lazima zidhibitiwe na serikali kupitia shirika la taifa la biashara la ZSTC ili kuzuia mianya ya rushwa na watu binafsi kutumia vyeo vyao kujitajirisha kwa kutoa vibali kwa upendeleo. Rushwa ni adui wa haki na uhuru. Mzee Karume aliamini kuwa nchi inayokumbatia rushwa inapoteza uhuru wake. Alionya kuwa viongozi wala rushwa ni rahisi kununuliwa na mabeberu ili kusaliti maslahi ya taifa. Hivyo uadilifu kwake ulikuwa ni sehemu ya ulinzi wa taifa. Pia alihimiza usawa wa kijamii kama kinga ya rushwa. Moja ya hotuba zake maarufu aligusia kuwa hakuna mtu aliye bora kuliko mwenzake kulingana na asili yake. Hasa visiwani, tujue wazi kwamba uongozi wa sasa unategemea juhudi yake mtu na uwezo wake. Hakuna mtu ambaye atawekewa maalum ye arudishwe nyuma kwa ukabila wake au kwa utaifa wake au kwa rangi